Binadamu wote hatuko sawa, ni kweli kabisa, ila hiyo haimaanishi kwamba kuna watu ambao wameumbiwa kufanikiwa maisha yao yote na kuna watu ambao hawajaumbiwa kufanikiwa. Hapana kabisa, kuna fairness katika maisha haya. Unachotakiwa kukifahamu, unabidi utumie njia gani uweze kufanikiwa na kufika sehemu ambayo ni ya juu kabisa ya mafanikio. Ni kweli kuna ambao wanazaliwa katika familia za kitajiri na kuna ambao wanazaliwa katika familia za kimaskini. Ila kuna mifano hai ya watu ambao wamezaliwa katika mazingira duni kabisa, lakini kwa kutambua vipawa vyao wameweza kufika mbali. Aidha ni kipawa cha elimu, ni mwanasayansi, ana akili kubwa, amesoma kwa bidii, amefika chuo, amefanikiwa kimaisha. Kuna wengine kupitia kipaji cha muziki wameanza kuanzia chini katika mazingira duni, wamefika mbali, na wengine kwa kuangalia mazingira yaliyozunguka wameweza kutengeneza fursa ambazo zimewasaidia na kuwatengenezea utajiri mkubwa sana. Hivyo katika maisha haya unachotakiwa kujua wewe una advantage gani ambayo mwingine hana, kwa sababu tunatofautiana. Mtu wa Dar fursa alizonazo ni tofauti kabisa na mtu wa Mbeya au mtu aliyeko mpakani sehemu fulani katika nchi yetu. Unatakiwa kujua ni je, katika mahali nilipo katika wasaa huu katika maisha yangu nitatumia njia gani niweze kufanikiwa? Angalia mazingira yako. Je, nifanye nini niweze kufanikiwa? Hamna excuse ya kwamba uko katika sehemu fulani usifanikiwe. Hapana. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao wako vijijini wana access ardhi, maji, wanaweza wakalima, kitu ambacho watu wa Dar hawana kabisa. Na watu walioko Dar wana opportunity kubwa sana, ni sehemu ya kibiashara, jiji ambalo limechangamka, wana uwezo wa kufanya biashara katika namna ya ukubwa katika nchi nzima, tofauti na ambao wako katika sehemu za vijijini. Hivyo katika namna yote, katika hali yote ya maisha una uwezo wa kufanikiwa. Unachotakiwa kufahamu, unabidi ukae katika mkao gani, utumie fursa gani. Hicho kitu tunakiita unfair advantage, yaani ni faida gani ambayo unayo ambayo mwingine hana. Pengine ni kiakili, kuna watu ambao wana akili sana tofauti na wengine. Hiyo ni kitu ambacho ni kipo kabisa kipengiki. Huyu mtu ambaye ana akili kumzidi mtu mwingine anaweza kutumia akili yake kusoma kwa bidii akafaulu akafanikiwa kimaisha, lakini haimaanishi huyu mtu ambaye ana akili hana kitu kingine ambacho kitamsaidia yeye kufanikiwa. Unakuta mtu ambaye ana akili darasani anaweza kuwa na kipaji kikubwa cha mpira au cha muziki, ambaye na yeye akikigundua akaweza kukifanya kazi kitamfikisha na kumfaidisha katika namna ambayo ni kubwa zaidi kushinda hata yule ambaye ana akili za darasani. Kitu anachokimaanisha ni kwamba kila mtu ana advantage yake ambayo ni tofauti kabisa na mwingine alionayo. Nikupe mfano mfupi sana. Kuna kijana ambaye amesomea ualimu. Baada ya kusomea ualimu akapata kazi ya ualimu. Sasa ukija ukimwangalia huyu mtu kadri maisha yanavyoenda, maisha yake yanakuwa hayaendi vizuri sana, anakuwa tajirika tofauti na ambavyo tunategemea. Kwa sababu gani? Yeye ameamua kupita katika njia hiyo. Lakini ukiangalia kijana huyu, baba yake mzazi ni mtu ambaye ni mfugaji, ana ng'ombe zaidi ya 1000. Sasa tunabidi tujiulize, imekuwaje huyu kijana ameishia kuwa mwalimu wakati alikuwa na uwezo wa kwenda kusomea kilimo na ufugaji, akaja kuongeza nguvu katika ile shule ya baba yake na akatajirika katika kiwango ambacho ni kikubwa. Hivyo hivyo kwa mtu ambaye ana ndugu yake, au wewe kama ni mtu ambaye una baba yako, kaka yako ambaye anafanya biashara fulani, inakuwaje wewe unahangaika kupita katika njia zingine kwa muda mrefu, kutumia nguvu nyingi, wakati unajua kabisa una shortcut au una kitu ambacho unaweza kutumia tu nguvu rahisi ukafanikiwa. Kitu ambacho ninachokimaanisha na nataka wewe uweke kichwani ni kwamba hakuna tuzo ya mtesekaji bora. Wewe unachotakiwa kujua katika maisha yako, urahisi wako uko wapi. Just be smart. Usitumie nguvu kubwa sana. Kama urahisi wako unafahamu, mimi ni mtu mwenye akili sana, ninaweza nikafahamu vitu kirahisi, au mimi ni mtu ambaye kuimba situmii nguvu sana, au mimi ni mtu ambaye kushawishi situmii nguvu sana, au mimi ni mtu ambaye kutangaza situmii nguvu sana, ni kipaji changu, ishi hapo hapo. Tumia hiyo fursa wewe kufanikiwa, kwa sababu ukienda katika njia ambayo sio njia yako utajikuta haufanikiwi.
Hivyo basi uko katika sehemu ambayo unaona mazingira ni magumu, angalia wewe ni vitu gani ambavyo, ni fursa gani ambazo ziko mahali hapo unaweza ukazitumia kufanikiwa. Kuna sasa hivi kuna ajira ambazo zinatoka serikalini, kuna watu ambao katika sehemu wanapeleka sehemu za vijijini. Kuna mifano hai, mtu anapelekwa katika kuwa mwalimu katika zile ajira za TAMISEMI. Amefika kule, ameangalia fursa zinazomzunguka, anaona ardhi ina support kilimo, ameanza kulima, amelima mashamba na mashamba, mwisho wa siku ameweza kutengeneza pesa nyingi sana kutokana na hiyo fursa ambayo aliiona. Kiuhalisia tuliona huyu mtu amekataliwa na kutupwa mbali, sehemu ambayo atapotea, lakini huyu mtu kwa kuwa alitambua ni fursa ambayo watu wa Dar hawana, ni fursa ambayo watu wa Dodoma hawana, yeye aliweza kuitumia kujitajirisha na kutengeneza pesa ndefu. Hivyo hivyo katika maisha, jalisha na kutupa katika sehemu gani, wewe kama wewe usikate tamaa, bali angalia, tafakari, fikiria una kipawa gani, una fursa gani ambayo wengine hawana, una ubora gani tofauti na wale waliokuzunguka ulionao. Hivyo unaweza ukautumia kutengeneza pesa, unaweza kuutumia kujitoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inaweza ikawa ni akili, inaweza ikawa ni namna ya kuongea kwako, ushawishi, inaweza ikawa ni uzuri wako, mtu akikuona kuna namna mambo unafanya yanaenda vizuri kabisa. Hivyo hivyo naomba ushikilie hiyo, utumie nguvu hiyo, utumie uwezo huo kujipeleka mbele katika maisha. Asante kwa kuangalia video mpaka mwisho. Natumaini utaenda kuangalia nini ambacho unacho katika maisha yako, aidha ni ndani ya mwili wako, akili yako, fahamu zako, uzuri wako, au fursa za kuzunguka, au ni watu connection ulizonazo, utazitumia vipi uweze kufanikiwa katika maisha. Asante, mpaka wakati mwingine.